Mambo manne ambayo yamekuwa sababu ya watu wengi sana duniani kufeli, ambayo wewe kama unataka kufanikiwa mwaka 2026 na miaka yote inayokuja mbele, inatakiwa uache mara moja. Ni mambo haya ninayoenda kukuelezea. Jambo la nne, watu wengi wamekuwa wakilidharau na wakilipotezea, wakidhani kwamba halina athari yote kwenye maisha yao, lakini ukweli ni kwamba lina athari zaidi. Haya mambo manne yanatakiwa uyaache mara moja. Jambo la kwanza ni tabia ya kujilaumu. Watu wengi wamekuwa wakijilaumu kwa sababu ya vitu ambavyo vimeshapita. Stop regretting for your past. Acha kujilaumu kwa mambo ambayo yameshapita. Ukweli ni kwamba ulioyafanya tayari umeshayafanya. Na wewe ni mwanadamu, haukuumbwa kuwa perfect, bali umeumbwa unakosea. Kwa mahali ambapo unakosea, usikubali ukaendelea kujilaumu, ukaharibu na leo yako, ukashindwa kufikia future au hatima ambayo ilitakiwa ufike. Kitu ambacho naweza kukushauri kwamba chukulia jana yako kama shule. Jifunze kutoka jana, lakini ikusaidie somo ulilopata jana kuweza kwenda mbele, na usitumie kama prison ukajiadhibu na ukajiumiza. Sababu ya pili ambayo inapelekea watu wengi sana kufeli ni tabia ya kuwa na hofu kuhusu kesho zao. Watu wengi wamekuwa wanaogopa kuhusu future yao. Mtu anaanza, maisha yangu yatakuwaje? Nitakuwaje? Familia yangu itaishije? No, stop worrying about the future. But instead of fear, instead of worrying, design it. Badala ya kuhofu kuhusu kesho yako, badala ya kuhofu kwamba kesho kutatokea nini, design your future. Design future yako. Una design vipi? This time, chukua peni, chukua karatasi au notebook, andika malengo. Unataka nini kwenye maisha yako? Andika malengo ya miaka 3, miaka 5, hadi miaka 10. Usiache maisha yako katika risk. Usibabaishe maisha. Design your life. Ukiwa ni mtu wa malengo na ukijua unaenda wapi, siku zote huwezi ukawa na husda kwenye maisha ya mtu, na hauwezi ukawa ni mtu wa hofu, kwa sababu unajua kabisa kwamba wewe ni mtu ambaye unaenda sehemu fulani. You have to dream big. Have a big dream and have a vision of your life. Uwe na maono, uwe na ndoto kwenye maisha yako. Usiishi tu, lazima uishi ukiwa na matarajio, kwa sababu maisha haya hayajaumbwa kuishi kiholela, bali unatakiwa design maisha unayotaka kuwa. Na usipo design, ukweli ni kwamba miaka 3, miaka 5 ijayo, wewe unanisikiliza utakuwepo, kama Mungu akijalia inshallah, utakuwa uko hai. Lakini sio kuwa hai tu, ishi utakuwa wapi? Ishi utakuwa ni mtu aina gani? Usipo design future yako, utajikuta unaangukia mahali ambapo hujatarajia kudondokea. Ukweli ni kwamba unatakiwa design future yako na sio kuogopa kuhusu future yako. Kitu cha tatu ni watu wengi wamekuwa wakitafuta furaha kutoka kwa watu wengine. Ukweli ni kwamba furaha ya kweli inatakiwa iwe ndani yako. Kabla hujatafuta furaha kwa mtu mwingine, inatakiwa furaha iwe inatoka ndani mwako. Je, wewe mwenyewe ni mtu wa furaha? Watu wengi ni kwamba wanatafuta furaha kutoka kwenye familia zao, kutoka kwa wake zao, kutoka kwa wapenzi wao, kutoka kwenye vitu ambavyo viko nje yao. Ukweli ni kwamba furaha ya kweli inapatikana ndani. True happiness comes from within. Furaha ya kweli inapatikana ndani mwako, wala sio nje mwako. Kitu cha 4 ambacho watu wengi wamekuwa wakidharau na wanakipotezea, hali ya kuwa kinaathiri sana maisha yao, ni tabia ya kujidharau. Underestimating. Wanadharau uwezo uliokuwa ndani mwako. Ukweli ni kwamba wewe ndani mwako kuna uwezo mkubwa sana ambao Mungu amekuwekea, ambao huo uwezo ukiweza kufocus kwenye huo uwezo, unaweza ukawa mtu mkubwa sana. Ukweli ni kwamba hakuna mtu anayekujua wewe zaidi ya yule aliyekuumba. Aliyekuumba ameweka hazina kubwa sana ndani mwako, ambayo hiyo hazina ukiitumia unaweza kufanikiwa. Ukweli ni kwamba hakuna mtu Mungu amemuumba kwa ajili ya kufeli, isipokuwa kila mwanadamu anapewa resources, the same resources. Wote tunapewa masaa 24. Kinachoamua ndani ya masaa 24 huyu aweze kufanikiwa na huyu aweze kufeli ni namna tunavyotumia muda wetu. Watu wengi wanatumia muda wao kujilinganisha na watu wengine, wakijidharau na wakiona kwamba wao hawawezi. Ukweli ni kwamba mafanikio yako hayapimwi na mafanikio ya mtu mwingine, bali yanapimwa na wewe ulipokuwa jana na mahali ulipo leo na unapoenda. Kwa hiyo acha kujidharau. Wewe ni mtu mkubwa
na umedesainiwa kufanikiwa, na mafanikio ni haki yako ya msingi. Ukweli ni kwamba mahali ulipo sasa sio tafsiri ya kule ulipoandikiwa kufika. Ukweli ni kwamba ulipo sasa hivi haina maana kwamba ndio hatima Mungu aliyotaka uwe nayo. Kama ulipo sasa hivi ni mahali ambapo unaona hayakuridhishi. Vile ulivyo unaona kabisa hauridhiki na vile ulivyo. Vitu ulivyokuwa navyo unaona kabisa bado una deserve kuwa na vitu vikubwa. Amini ya kwamba ukweli ndio huo. Wewe ni mtu unaye deserve kuwa na maisha mazuri, kufanikiwa, na wewe ni mtu ambaye unaenda kufanikiwa. Kikubwa inatakiwa usijidharau. Amini uwezo Mungu alioweka ndani mwako na utumie. Kitu chochote mahali popote ulipo leo ni temporary, sio destination yako. I want to tell you and I want to convince you, you are a billionaire and you are destined for a billionaire success. Na kuconvince kuwa wewe ni billionaire na hatima yako umeandikiwa kuwa billionaire. Anza kufikiria kibilionaire kuanzia leo.